Asubuhi imefika, dada wa kazi anafungua mlango, anaingia nesi Chantel, akasalimia lakini akawa kakunjiwa na mfanyakazi. Kejeli za hapa na pale zikafanyika, mwisho mfanyakazi akajichenga na kumwacha nesi, huku anajiuliza tu, kwa hiyo kwenye hii nyumba watu wote ni wakorofi? Kisha kaanza kuitukana picha ya mchizi iliyokuwa pale ukutani. Ghafla mwana akatokea, nesi akabidi ashangae kwanza, kumbe mwana alikuwepo humo ndani. Sasa ilikuwaje akaambiwa na mfanyakazi kuwa ametoka? Mchizi ikabidi amuulize kuwa, kwa hiyo umeamua kunitukana? Sio hivyo, naomba uketi nikutibie. Mwana kaketi. Kabla nesi hajakaa, mchizi akamwagiza glasi ya maji. Nesi akagoma kuwa sio kazi yangu hiyo, lakini mwana akagongelea kuwa pesa ulizolipwa ni nyingi, hivyo lazima nihudumie ninavyotaka. Kisha binti kwa hasira akaenda kumletea mchizi maji. Amefika jikoni anakutana na mfanyakazi, akamfokea kinoma, hivyo ndivyo umefunzwa? Unaingia tu jikoni au hili jiko ni la mama yako? Nesi akaendelea kudai alichofuata. Mfanyakazi akakaza kinoma, mwisho akamwelekeza wapi glasi zilipo. Bidada akachukua, kimbembe kikaja kwenye kupita sasa. Mwisho glasi kadondoka chini ikapasuka. Mwana zile kelele zikamleta hadi jikoni. Mfanyakazi akaanza kujitetea na kumkandia nesi. Mwana akamwagiza nesi aende sebleni kufanya kazi yake. Wakamuacha Karo anahangaika kusafisha tu. Nesi akawa amemaliza zake kufanya kazi, anajiandaa kuondoka na mama anaingia. Kisha akampa maelekezo kuwa yeye anaondoka kwa siku kadhaa hivi, hivyo anamuomba nesi ahamie pale nyumbani ili awe anamwangalia mwanae. Nesi akasita kidogo, lakini mama akaahidi kumpa pesa zaidi akifanya hivyo. Kisha dili likatiki. Usiku umefika, mwana yuko zake sebleni anavuta fegi tu, pembeni yake yuko na manzi. Mara ghafla anaingia nesi akiwa na mabegi yake. Mwana ikabidi ashangae imekuwaje nesi amehamia hapa. Nesi akamwelekeza kuwa mama yake ndiye aliyemuomba, lakini kama hatapenda uwepo wake basi amfukuze. Nesi ikabidi amchane mchizi, upo kwenye dawa, sasa kwa nini unatumia pombe? Yule manzi ikabidi ulize, huyu ni nani? Huyu ni nesi. Oh, basi vipi, jali mambo yako. Nesi akabeba vitu vyake akaenda kutafuta chumba chake cha kulala. Usiku binti usingizi haupati kabisa, muda wote anasikia sauti za miguno tu, watu wanabinjuka kwa raha zao. Mtu wangu, miguno ilipozidi ikabidi hame chumbani akalale sebleni hadi asubuhi. Asubuhi kumekucha, mwana yuko hapa nje na mawazo yake kinoma, huku akipiga zake fegi mdogo mdogo. Ghafla anaingia nesi. Haipasi kujihusisha na kazi ambazo zinaushughulisha mkono wako. Kazi gani hizo? Nesi kamwambia mfano ni kile alichokuwa nakifanya jana usiku. Mwana ikabidi ahoji, mkono unahusika vipi hapo? Nafanya mapenzi na mkono au mwili ndio unafanya mapenzi? Mwana akahisi nesi anapata wivu na kuwa anatamani angekuwa yeye. Nesi akampa maelekezo kuwa labda ndotoni, kisha akamweleza madhara ya uvutaji wa sigara na mwisho akamwambia kuwa anamsubiri amfanyie matibabu. Wakati mwana anafanyiwa matibabu akawa anamshikashika nesi mapaja, lakini nesi hakupendezwa na hilo, akafanya kazi yake na kujichenga. Jioni wakati wanakula, anakuja mfanyakazi na jagi lake la juice, anammiminia mwana glasi ikajaa, na mwana akaanza kumsifia sana nesi, huku mfanyakazi akaanza kuona wivu tu. Akachukua glasi ya nesi na kumimina juice nusu kwa wivu mkubwa. Kisha mwana ikabidi amwambie mfanyakazi, mjazie huyo hiyo glasi. Kishingo upande demu akamjazia. Usiku nesi akiwa anajisomea, mwana akapita naongea na simu kuwa aliyekuwa anamtafuta amempata, hivyo anaenda kumchukua. Nesi kwa sababu alipewa jukumu la kumlinda mwana na bi mkubwa, ikabidi amwekee uzio, hauwezi kwenda sehemu yoyote na hutanifanya kitu. Mwana akakabeba na kukaweka kwenye kochi, kisha akasepa zake. Baada ya muda kidogo, mchizi akarejea akiwa na mwana mwingine aliyembeba mtu wake. Wakaelekea moja kwa moja hadi chumba cha siri. Mwana akawa ameshtuka, akafikishwa kwenye ngumi moja ya uso. Wakati mateso yanaendelea, nesi akawa anasikia tu, akatamani kwenda kugonga, lakini mfanyakazi akamkataza asifanye hivyo. Akamwambia, kwenye hii nyumba jali mambo yako tu, ya wengine achana nayo kabisa. Nesi akaondoka, lakini dakika chache baada ya mfanyakazi kuondoka akarudi tena na kuanza kugonga. Nesi ikabidi amtishie mwana, asipofungua atawaita maaskari, lakini mwana akakaza tu na mateso yakaendelea kwa mchizi. Nesi wakati anarejea anakutana na mchizi aliyekuwa anashushiwa kichapo, lakini hakusema neno lolote. Jamaa akajichenga. Wakati Uchi anajiandaa kunywa dawa, ghafla mlango unagongwa na anayeingia ni nesi. Akamuuliza kuhusu dawa alizoshika. Mwana akamfukuza binti, lakini nesi akaendelea kutoa ushauri juu ya zile dawa. Mwana akamwambia nesi kuwa haogopi kufa kwani haoni thamani ya kuishi. Binti akamweleza, hebu fikiria watu wanaokupenda, unadhani wanataka wewe ufe? Binti akapambana sana kumshawishi mwana hadi akaelewa somo, kisha binti akajichenga zake. Karo yupo sebleni asubuhi tu, ana mawazo kinoma. Ghafla anaingia nesi akaanza kumuuliza nini kimempata, maana hadi sasa hajaandaa chochote mezani. Karo akamjibu leo ni siku ya maombolezo, kwa hiyo hakuna kitu kinapikwa. Nesi akawa haelewi kitu, akaambiwa leo ni Black Friday, hawapiki kwa sababu wanaomboleza kifo cha mzee wake na pacha wake Uche. Hapo ndipo aliposhtuka nesi.
nesi. Kumbe mwana anapacha, ikabidi apandishe chumbani kumuulizia mchizi. Mchizi yuko zake chumbani anaitazama picha ya pacha yake. Nesi anagonga na kuingia ndani, akamkuta mchizi kwenye dimbwi zito la mawazo. Akampa pole kuhusu kaka yake na mzee wake, kwani hakuwa na taarifa hizo. Nesi akamwambia mchizi kuwa alimpoteza baba yake akiwa mdogo sana. Binti akasimulia sana alivyokuwa akiishi na mshua wake. Binti anasema baba yake alikuwa dereva wa malori na alikuwa kila akirudi anamletea zawadi, lakini siku moja alienda safari ambayo hakuweza kurudi tena. Nesi Chantel akamwambia mwana kuwa anaichukia sana pombe, kwani ndiyo iliyomuua baba yake. Siku moja mama alimpigia baba na kumwambia kuwa amepata mtoto wa kike. Mzee kwa furaha alilewa sana, na baada ya hapo akapata ajali akapoteza maisha. Mchizi akaguswa sana na hadithi ya binti. Hata baba na kaka yangu nao walifariki kwa ajali ya gari. Mchizi akasema kuwa kaka yake alikuwa anapendwa sana na baba yake, alikuwa anaongozana naye kila mahali. Mchizi aliongea maneno ya uchungu sana, ikabidi bibia muombe wanywe pamoja. Wakawa wanakunywa kwa kushindana. Siku hiyo walilewa kinoma mtu wangu. Baada ya kulewa sana, binti akaanza kujieleza sana. Mwisho akatamka kumpenda mchizi, lakini akajishtukia, ila mwana akaunga tela. Usiku ule mibinjuko ilitembea kwa mara ya kwanza mtu wangu. Nesi anashtuka asubuhi na kujikuta yuko kifuani kwa mchizi. Akakurupuka chap huku anajilaumu kwa kile kilichotokea na kwenda chumbani kwake. Chantel akiwa chumbani kwake, ghafla anapokea simu na kupewa taarifa kuwa mama yake amefariki. Alilia kwa uchungu sana, kisha kaandaa safari muda huo huo kuelekea nyumbani. Mchizi anashtuka, nesi ashatembea kitambo. Akajiandaa kisha akatoka kwenda kumuulizia yuko wapi, lakini mfanyakazi akamwambia kuwa Chantel amebeba mabegi yake huku analia na kuondoka. Jamaa akashtuka, kahisi labda kila alichokifanya usiku ndicho chanzo cha bibie kusepa. Ikabidi mchizi aulizie kwa mfanyakazi kama na namba yake au anajua anapokaa, lakini bahati mbaya mfanyakazi akawa hajui lolote. Mchizi ikabidi amvutie waya mama yake ili amwombe namba za nesi. Mama naye akawa hana. Mchizi akamsisitiza sana mama yake apambane ili ajue wapi Chantel anapokaa au apate namba zake. Mama akapambana kisha akamtumia mchizi namba za Chantel, lakini bahati mbaya nesi akawa hapatikani na wala SMS za